Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Neema ya Bwana iliyotuwezesha kukutana tena katika kipindi hiki cha neno. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. 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 Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nitamsifu Mwokozi wangu kila siku ya maisha. Hakuna kitu cha fanana naye. Nitamsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yangu. Hakuna yote kama yeye. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Leo twakutana tena ili tuyajue mapenzi ya Mungu kutokana na maandiko yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Warumi. Somo letu li kwenye sura ya 2 tukianzia aya ya 21 hadi sura ya 3 aya ya 9. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu jinsi Mungu atakavyo wahukumu wanadamu kwa msingi wake mwenyewe na si jinsi tufikiriavyo sisi. Pamoja na hili atajia dhambi 3 watendazo wanadamu. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 21 hadi 24 ambapo neno la Mungu latuambia hivi: basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati? Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Katika maswali ya Paulo, mtume huyu ataja dhambi 3 watendazo wanadamu. Kwanza ni dhambi juu ya wengine, pili ni dhambi ya kimwili, na 3 ni dhambi juu yake Mungu, yani ibada kwa sanamu. Hasa kilichoko hapa ni hiki: je, watenda hayo ufundishayo? Kwa wengi wetu mahubiri yetu ni mazuri sana kuliko jinsi tunavyoishi. Kuhusu utekaji wa hekalu, tunalohitaji kufahamu ni kwamba Myahudi alipochukuliwa mateka kule Babeli, alipewa tiba kamili kuhusu ibada kwa sanamu. Watu wale tangu wakati huo hawajaabudu tena miungu mingine. Hata hivyo, haikuwa kitu kwao kujihusisha na biashara ya vitu vilivyotoka katika hekalu za kipagani. Ni sawa na Wakristo wengine leo hii wanaofanya biashara ili kujipatia hela ambazo wao wenyewe wangelihukumu katika makanisa yao. Yote anayotaja mtume Paulo ni mambo aliyoyagusia sana katika sura ya 1. Ibada ya sanamu ni jambo mbaya sana lililompata Myahudi. Kumbuka hili msikilizaji, kwamba Injili huandikwa sura 1 kila siku. Hiyo ni kwa matendo yako na maneno usemayo. Watu huyasoma usemayo, yawe ni kweli au uongo,
na kuyathibitisha kwa yote uyatendayo. Je, injili kulingana nawe ni ipi? Unapotafakari hayo, twageukia aya ya 25, nayo yatuambia hivi: kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria, lakini ukiwa mvunjaji wa sheria, kutahiriwa kwako kumekuwa kutokutahiriwa. Baada ya kushughulikia hayo, sasa Paulo ageukia hilo la muhimu sana, yani kuhusu torati na habari ya sheria. Tohara ilikuwa muhuri wa sheria au taratibu waliopewa wana wa Israeli kwa mkono wa Musa. Hapakuwa na neno kuu sana katika tohara ile yenyewe, isipokuwa kuwakilisha imani ya huyo aliyefanyiwa tohara ile. Ila mara walipovunja zile amri, wao walifanya kutahiriwa kwao kusiwe kitu chochote, na hicho kilichokuwa takatifu kikadhihakiwa kwa sababu hiyo. Wazo hili, msikilizaji, twaweza kulifananisha na sakramenti yetu kanisani leo. Ubatizo wa maji ni sakramenti au li kati ya apaswayo kufanya muumini, kwa kuwa yaakilisha kazi ya Mungu aliyotenda katika moyo wa huyo abatizwaye. Lakini mwenzangu, itakuwa dhihaka iwapo huyo abatizwaye hana ushahidi kuwa ni mwongofu. Na kama ilivyo kwa ubatizo, ndivyo ilivyo kwa lolote atendalo mtu pasipo ya kudhihirisha imani hiyo katika matendo. Mtume Paulo aendelea kusema hivi kwenye aya ya 26: basi ikiwa yeye asiyetahiriwa huyashika maagizo ya torati, je, kutotahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa? Ili uelewe jambo hili vyema, msikilizaji, ambalo mtume Paulo anena kwenye aya hii, sikia mfano huu, ya kwamba iwapo mke wangu atapoteza pete ya ndoa yetu, hiyo haina maana kwamba hajaolewa. Ndoa ni zaidi ya pete, ijapokuwa pete hiyo yaweza kuwa ishara ya ndoa yetu. Kwa lugha nyingine, huyo anayetii amri au sheria zake Mungu, naye amepashwa tohara, ni kama yule mwanamke ambaye anayo pete yake mkononi. Lakini yule ambaye hajatahiriwa lakini yuashika sheria zake Mungu, ni kama mke ambaye ameolewa lakini pete yake imepotea. Umuhimu, ndugu msikilizaji, haupo katika tohara ile au kutahiriwa kule, bali katika kulishika neno lake Mungu na pia kutenda kulingana na maagizo yake. Hilo hasa ndilo mtume Paulo atuambia kwenye aya hiyo. Tuendelee tuone hilo lililoko kwenye aya ya 27. Neno la Mungu lasema hivi: na yeye asiyetahiriwa kwa asili aishikaye torati, je, hata kuhukumu wewe uliye na kutahiriwa ukaihalifu torati? Andiko hili, ndugu msikilizaji, latuelezea tena jambo lingine, na kama tulivyotumia mfano wa pete ya ndoa, ndivyo napenda tena kutumia mfano huo. Pete ikiwa kidoleni ni ishara ya hilo lililo takatifu, yani ndoa. Lakini kutokuwa mwaminifu kwa hilo linaloakilishwa na pete ni kuidhihaki pete hiyo. Hasa anachonena mtume hapa ni kwamba ni lazima tohara ile kuakilisha maana yake ya asili, nayo ni utii kwa imani au maagizo ya Mungu kama ilivyowafikia. Pasipo ya kufanya hivyo, basi huyo atendaye kinyume na maagizo yake Mungu, huyo amehalifu sheria ile, na pia kumfanya Mungu atukanwe na kudhihakiwa. Ni vyema, ndugu msikilizaji, ujiangalie katika maisha yako. Iwapo kinywa chako chakiri kwamba umemwamini Kristo, je, matendo yako yakiri jinsi hiyo au vinginevyo? Kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba sio wale wanaolisikia neno lile ndiyo watauingia ule ufalme, bali ni wale walisikiao na pia kulitenda neno hilo. Hao asema kwamba ni kama yule mtu mwenye busara aliyechimba msingi, na kisha upata ule msingi ambao ni mwamba, akaanza kujenga nyumba yake kwenye mwamba ule. Huyo mawimbi yalipokuja, mvua ikanyesha na dhoruba ikawa kali, nyumba hiyo ilisimama imara. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mtu anayelishika neno la Mungu na kutenda kama vile neno hilo linavyomwagiza. Kwa kumalizia sura hii, naamini kwamba hivyo ndivyo utakuwa, ndugu msikilizaji, yani utalishika neno la Mungu, kulitenda kama vile linavyokuagiza, nawe utakuwa mbarikiwa. Neno la malizia sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 28 na 29: maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara siyo ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu.
Ningelipenda ufahamu hili, ya kuwa tayari sheria ya Musa ilitangaza kuwa tohara ni hiyo ya moyo. Naomba umsikilize Musa kuhusu jambo hili kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 16 unaosema hivi: basi zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Ndugu yangu, tohara ni ile iliyo katika moyo, yani moyo unaolipokea neno la Mungu na kulitii kama vile lilivyo. Hiyo ndiyo tohara ambayo Mungu aipenda, na pia humfanya mtu kupokea sifa kutoka kwake Mungu. Tunapogeukia sura ya 3, twapata somo nzuri sana, nalo lahusu kupatikana kwa haki itokayo kwa Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1: basi Myahudi ana ziada gani, na kutahiriwa kwa faa nini? Tunaposoma aya hii ni kana kwamba Paulo ataka kufutilia mbali hilo aliloweka Mungu. Ila swali ni hili: iwapo Myahudi na mtu wa mataifa wa sawa mbele za Mungu, basi la ziada kwa Myahudi ni nini, na kutahiriwa kwa faa nini? Swali hili tukiliuliza kwa njia nyingine ni hivi: je, iwapo tohara haimfanyi mtu kuwa mwenye haki na kutotahiriwa hakumzuii yeyote kuwa mwenye haki, basi faida yake iwapi? Hili lanifikisha kwenye jambo maalum sana, kwamba kusajiliwa kuwa mshirika wa kanisa fulani haina maana kuwa umepata wokovu sawa na linginelo awezalo kutenda mwanadamu. Mungu ameuelekeza ulimwengu wote kwa msalaba, wala hataki mchango wako kwa lolote lile kuhusu wokovu unaotoka kwake. Kile ambacho Mungu amtaka mtenda dhambi afanye ni kumwamini Bwana Yesu Kristo, naye ataokoka. Hadi mwanadamu ajibie hilo alilotenda Kristo, Mungu hana lingine la kusema naye isipokuwa kumhukumu. Baada ya mtu kumwamini Kristo, hapo ndipo Mungu huanza kuzungumza naye habari za ushirika, ubatizo na mengine kama hayo. Hakuna lolote, msikilizaji wangu, awezalo kutenda mtu litakalochangia wokovu wake. Ila mara mtu anapomwamini Kristo, ubatizo, wanachama katika kanisa na mambo mengine mengi ni muhuri wa lile lililotendeka katika maisha yake. Kwa hayo wawasiliana na walimwengu na pia watoa ushuhuda kujihusu mwenyewe na hilo unaloliamini. Ikiwa wafanya kinyume cha ishara hizo ulizopokea, basi wewe ni chukizo na dhihaka kwa hilo lililo takatifu, na hukumu ya Mungu ndiyo itakuwa sehemu yako. Kwenye aya ya 2, Paulo ajibu swali la aya ya 1 akisema hivi: kwafaa sana kwa kila njia, kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Mtume Paulo asema kwamba Myahudi analo la ziada, nalo hilo lamfanya kuwajibika zaidi. Ni vyema msikilizaji uwe mwangalifu sana katika sehemu hii, maana kuna wengi waliochanganyikiwa kuhusu jambo hili. Mtume aweka wazi kabisa ya kuwa ni Mungu ndiye aliwapa wana wa Israeli mausia yake. Wao ndio walipokea neno la Mungu, wala sio taifa linginelo, na katika neno hilo kuna jambo spesheli kwa ajili yao. Na kwa msingi huo ningelipenda kukufahamisha kwamba Mungu hajawatupilia mbali watu wake, yani Israeli. Iwapo utakutana na mtu anayehubiri kwamba Israeli hawana tumaini wala hawamfai Mungu tena, basi mwambie mmoja kama huyo, yeye pia hana tumaini lolote lile, wala Mungu hana haja naye. Ahadi zote za Mungu zi katika neno lake. Mungu atatimiza andiko lililoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kama vile atakavyotimiza agano alilofanya na Ibrahimu kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo, na mengine mengi ambayo aliyanena kwa vinywa vya manabii wake. Hilo linamfanya Myahudi awe na la ziada, si kwamba Mungu alipanda dini ya Kiyahudi nao ulimwengu ukavuna Ukristo. La, maana kwa wazo kama hilo, taratibu ya ibada ya Kiyahudi yafutiliwa mbali. Jambo la kwanza ni kwamba wao ndio walipokea mausia yake Mungu, si kwamba wao, yani Wayahudi, walifanyika kuwa ghala ya Biblia, bali Mungu aliwapa wao kama Wayahudi ahadi hizo ambazo hazijatimia kwa sasa, nazo ni zao za kipekee. Agano la Kale la rekodi mausia hayo, na pia ningelipenda unisikilize vyema kwamba katika ahadi zilizomo hakuna ahadi hata moja inayohusu kanisa kama shirika. Maandiko haya hayatabiri habari ya kanisa, bali ufalme ambao Myahudi atakuwa mtawala wake bila ya kupoteza hali yake ya kitaifa kama ilivyo katika kanisa. Habari kwamba Wayahudi walikuwa mfano wa kanisa
na kwa kuwa kanisa lipo, basi wao hawana msingi wowote ule, si kweli, bali ni uongo wa Shetani. Yeyote aliye na wazo kama hilo, huyo hayajui maandiko wala hajui asemalo. Israeli haikuwa mfano wa kanisa hata kidogo, bali ni msingi ambao kanisa lasimamia. Hili ndilo Paulo asema kuwa Myahudi analo la ziada. Mungu amemwandalia mengi katika siku za usoni, na hali yake ya kutokuwa na imani haitamfanya Mungu kutotimiza ahadi yake kwake. Sikia hili neno lililoko kwenye aya ya 3, jinsi Mungu anavyotuzungumzia. Ni nini basi? Ikiwa baadhi yao hawakuamini, je, kutokuamini kwao kutaubatili uaminifu wa Mungu? Swali analouliza Paulo hapa ni iwapo kutokuamini kwao kutamfanya Mungu asitimize ahadi yake kwao. Yani, iwapo hilo lililomfanya Myahudi kuwa na la ziada halikutimiza kusudi la Mungu, je, hiyo ina maana kuwa uaminifu wa Mungu kwa watu wake utafutiliwa mbali? Myahudi hakuwa mwaminifu kwa hilo alilowekewa amana. Je, hilo lina maana kwamba Mungu ameshindwa? La. Ahadi ya Mungu kumtuma mkombozi haikutupiliwa, licha ya wale Wayahudi kuasi maadili yake Mungu na hata kumkana huyo mkombozi baadaye. Ahadi zote za usoni kumuhusu Israeli, msikilizaji, kama taifa zitatimia kwa utukufu wake Mungu, licha ya kutokuamini kwao. Namshukuru Mungu kwamba uaminifu wake hautegemei lolote kwa upande wa mwanadamu, wala hautegemei uaminifu wangu kwake. Ingelikuwa hivyo, mimi ningelikuwa nimepotea kitambo sana, na Israeli hawangelikuwepo hata leo hii. Ashukuriwe Mungu kwa uaminifu wake wa milele, uaminifu ambao twauona siku baada ya nyingine. Aya ya 4, msikilizaji wangu, yasema hivi: hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ujulike kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Kwa lugha nyingine, andiko hili latuambia kwamba yeyote anayeuliza swali hili ni mwongo, na siku yaja atakapowekwa wazi kabisa katika uongo wake. Kwa nini? Sababu ni kwamba uaminifu wa Mungu ni kweli na amini, wala hawezi kubadilika. Hili ni muhimu sana. Yohana asema hivi: yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya 5 mstari wa 10 kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Je, ni vibaya jinsi gani mtu anapokosa kuamini kwamba Mungu alimtoa mwanawe afe kwa ajili yake? Rafiki, nitakujulisha jinsi ilivyo vibaya sana. Kwa kutomwamini Mungu kwa habari ya mwana wake Yesu Kristo, huyo asiyeamini amfanya Mungu kuwa mwongo. Hivyo ndivyo wafanya unapomkana mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Aya ya 5 yasema hivi: lakini ikiwa udhalimu wetu waidhibitisha haki ya Mungu, tuseme nini? Je, Mungu ni dhalimu aletaye ghadhabu? Nasema kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa hoja iliyoko hapa, ambayo ni hoja ya upotovu wa mwanadamu, yaweza kujadiliwa kwamba kutokuamini kwa taifa lile liliweka wazi uaminifu wa Mungu. Basi Mungu hafai kuhukumu watu wale kwa hilo lililomletea utukufu zaidi. Hoja hii ndiyo ilimfanya Paulo kupingwa sana alipohubiri kuhusu neema ya Mungu. Wazo hilo huwa kwamba kwa kuwa dhambi yamtukuza Mungu, basi mwanadamu mwenye dhambi hafai kuhukumiwa. Mjadala na mawazo kama hayo yaliwafanya wengine kugeukia na kutenda dhambi sana. Hao Paulo atawashughulikia kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki. Lugha aliyotumia Paulo kuuliza swali hiyo ya lazimu jibu la kukanusha. Katika hili, andika kwa mtazamio wa mwanadamu aliye na upungufu na pia aliye na mipaka. Asema kwa jinsi ya kibinadamu. Paulo auliza iwapo udhalimu wa mwanadamu ndio wadhihirisha uaminifu wa Mungu katika neema yake. Na ikiwa hivyo, je, Mungu ana haki ya kuhukumu mtu dhalimu? Hili alilokuwa akiuliza Paulo liliwafanya hao walioishi wakati wake kujua kwamba mahubiri yake yalihusu wokovu wa Mungu kwa neema yake Mungu. Kisha aya ya 6 yasema hivi: hasha, kwa maana hapo Mungu atawezaje kuhukumu ulimwengu? Iwapo Mungu hana haki ya kutuhukumu kwa kuwa dhambi zetu zadhihirisha neema yake, basi Mungu hana haki ya kumhukumu awaye yote. Hii ni kwa kuwa
hilo pia ladhihirisha neema yake. Nalo jibu la Paulo kwa swali hili ni hilo linalokanusha lolote linaloweta wazo kama hilo ya kuwa Mungu ni dhalimu. Hoja iliyoko kwenye aya hii ni kwamba iwapo dhambi yamtukuza Mungu na kuendeleza neema yake, basi ndivyo kila tendo la udhalimu litakavyokuwa. Kwa hivyo haiwezekani Mungu kuhukumu ulimwengu. Itambidi kuacha kiti chake cha enzi kama hakimu mkuu wa ulimwengu wote. Ila katika haya yote ningelipenda ufahamu ya kwamba Paulo azungumzia katika wakati wake ambapo watu walitaka kutenda dhambi kwa sababu neema ya Mungu ilikuwepo. Leo hii kuna watu ambao wajaribu kufanya kama hayo, lakini kama vile Paulo alivyosimama na kukanusha mambo yale na kusema ya kwamba ni lazima mwanadamu ahukumiwe, hilo ndilo jambo unalofaa kufahamu. Hukumu ya Mungu ni jambo ambalo Mungu ameliweka katika mioyo yetu. Ujapoenda ukatenda mambo mabaya, ukatenda kama vile wafikiria, huku ukidai kuwa neema ya Mungu ya kutosha. Neema ya Mungu, ndugu msikilizaji, ambayo imefunuliwa kwetu, haimruhusu mwanadamu aendelee katika dhambi, kama vile inavyoshuhudiwa kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 unaposoma kuanzia mstari ule wa 11. Ndugu yangu, ni lazima kila mtu anayeliitia jina la Bwana, kila mtu anayedai kuwa amepokea neema ya Mungu, kutoishi katika dhambi na kuendelea kuishi kulingana na maadili yake Bwana Mungu. Tunapogeukia aya ya 7, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, mbona mimi ningali nahukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Tukiwa bado kwenye hoja hii, aya hii yatuonyesha kwamba kila mtu aweza kudai asihukumiwe kwa kuwa dhambi yake, kama vile wengine waweza kudai yaendeleza utukufu wa Mungu. Lakini ikiwa ndivyo ilivyo, swali ni hili: kwa nini ndani ya moyo wako mara unapotenda dhambi ile bado wahukumiwa kuwa mwenye hatia? Hiyo ni kukwambia kwamba iwapo wafikiri kwa jinsi hiyo, basi wewe mwenyewe ndiwe wapotea. Hebu sikiliza hili lililoko kwenye aya ya 8. Kwa nini tusiseme kama tulivyosingiziwa na kama wengine wanavyokaza kusema ya kwamba twasema hivyo, na tufanye mabaya ili yaje mema, ambao kuhukumiwa kwao kuna haki? Katika aya hii ya 8, mtume Paulo amalizia mjadala wake kuhusu dhambi na utukufu wa Mungu. Kuna watu waliowasingizia mitume kwamba wahubiri kuwa watu waweza kutenda mabaya ili mema yaje. Huu ulikuwa upuzi, kwani Paulo mwenyewe ndiye alihubiri kuwa Mungu atawahukumu wenye dhambi. Kama vile dhambi ipo, ndivyo uhakika wa hukumu ulivyo. Na kwa sababu hiyo, mtume Paulo amalizia sehemu hii kuhusu dhambi na hukumu itakayokuja juu ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu atakayehepa hukumu ya Mungu, maana ni lazima kila mwanadamu kufanya hesabu ya yote aliyoyatenda mbele zake Mungu. Haijalishi unani, kweli ndiyo hii: wewe ndiwe mwenye hatia mbele za Mungu, na hukumu yake ni lazima itakufikia. Kuna mashtaka 14 juu ya mwanadamu. 6 ni mbele ya huyo hakimu wa ulimwengu wote, na 8 ni mbele ya huyo tabibu mkuu anayetuona jinsi tulivyo katika hali yetu kutokana na mioyo yetu. Hii ni kama vile tupata kwenye aya ya 9 inayosema hivi: ni nani basi tu bora kuliko wengine? La, hata kidogo, kwa maana tumekwisha kuwashtaki Wayahudi na Wayunani ya kwamba pia wamekuwa chini ya dhambi. Anachonena Paulo hapa ni kuendelea kutufahamisha jinsi mwanadamu alivyo mwenye dhambi. Haijalishi watoka wapi katika ulimwengu huu, mradi mwanadamu, wewe ni mwenye dhambi. Uwe maskini au tajiri, mwenye dhambi. Ni muhimu sana, ndugu msikilizaji, kufahamu jinsi mwanadamu alivyo mtenda dhambi au mwenye dhambi. Ushahidi kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi ni katika matendo yake. Hilo ni jambo la kwanza. Nalo jambo la pili ni hili: mwanadamu ni mtenda dhambi katika asili yake. Nalo la tatu ni kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi kwa sababu ya alilolitenda Adamu, kama vile tutaona baadaye. Jambo la nne nalo ni kwamba jamii yote ya mwanadamu katika utumwa wa dhambi. Nalo hilo, ndugu msikilizaji, si jambo linalohitaji kukushawishi kwalo. Jaribu kutazama runinga au sikia yale yanayotendeka hata kwenye kijiji chako, na kisha ufikirie yaliyoko ulimwenguni. Utafahamu ya kwamba jamii yote ya mwanadamu katika utumwa wa dhambi, na hivyo hukumu ya Mungu ni lazima itawafikia. Kwa lugha nyingine,
mwanadamu akitaka kutenda lolote lile lililo rahisi kwake kutenda ni dhambi. Mungu atusaidie sana, Mungu atuhurumie, tupate kutenda yaliyo mapenzi yake, hasa kutii neno lake kama vile atakavyoendelea kutufunulia. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ulionipa na ndugu yangu msikilizaji, kusudi tupate kujifunza neno lako ambalo ni uzima wetu na pia ramani yetu katika yote tuyatendayo. Tazama, tumejua ya kwamba katika kila hali sisi ni wenye dhambi na hakuna lolote tuwezalo kutenda linaloweza kutuhudhurisha mbele zako. Ewe Mungu Mwenyezi, wewe tu ndiwe waweza kukomboa, maana ukombozi watoka kwako, kwa kuwa ulimtuma Bwana Yesu Kristo afe kwa ajili yetu, kusudi tunapoamini ushuhuda wake kwamba alikufa kwa ajili yetu, tupate kuhesabiwa haki bure mbele yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na mafundisho haya utamsaidia, utamuinua, utamwezesha afahamu ya kuwa wewe tu ndiwe msaada wake, wala hakuna msaada penginepo. Hili najua kwamba utalitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako unapoendelea kutafakari haya tuliyojifunza leo. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ndugu mpendwa, naamini kwamba somo la leo limekubariki viwavyo, nami nakualika wasiliane nasi kwa kuuliza maswali au kutushuhudia jinsi kipindi hiki kimekukuza katika imani yako. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.